tujifunze pamoja na Mwalimu Majaliwa Kapera. Ninachokitumaini ubuheri wa afya, mtazamaji wetu, karibu tena. Sisi tuko tayari kukujuza kile ambacho tumekuandalia nyakati hizi. Mimi naitwa Nicholas John, lakini siko peke yangu kwenye studio hizi. Leo niko na mgeni ambaye ilikuwa ni jambo la shauku kweli kweli kuwa naye ili kuzungumza naye mawili matatu. Ni Mwalimu Majaliwa, wengi umfahamu namna hiyo. Mwalimu Majaliwa, kwanza habari za wakati huu? Salama kabisa. Karibu sana Saramba TV. Nashukuru, asante. Hii furaha yetu ilikuwa siku moja tuweze kuungana na wewe ili tuweze kuzungumza mawili matatu. Mimi miongoni mwa watu ambao wanakufuatilia, nafikiri inaweza nikawa ni miongoni mwao. Nafurahi sana. Yes, ni miongoni mwao. Nafuatilia kwenye media mbalimbali ukizungumza juu ya swala zima la kukataza lakini kutoa elimu kubwa kwenye uvutaji wa bangi pamoja pia na madawa ya kulevya. Nimekuwa nikikufuatilia sana kwenye vipindi mbalimbali vya television, radio, mitandaoni, ukizungumza pia juu ya kukemea, kukataza, kuelimisha swala zima la utumiaji wa madawa ya kulevya lakini pia na bangi. Lakini kumekuwa pia na wimbi la mijadala mbalimbali wakizungumza kuhusiana na swala hilo hilo la bangi. Mijadala hiyo inafika mbali zaidi wakisema kwamba ifike wakati bangi iruhusiwe bwana, ilimwe kama mazao mengine yanavyolimwa, tena itungiwe sheria kali kwa ajili labda ya kudhibiti na vitu kama hivyo. Mimi nikatamani kukutana na wewe na nikuulize swali hili na unijibu. Wewe umekuwa ukikemea hili jambo na ukitoa elimu juu ya hili jambo, na wewe sasa mtazamo wako kwenye hili uko vipi? Wanakosea. Kwa nini wanakosea? Umesema hapo kigezo ni kwamba bangi imekuwa inaleta pesa nyingi sana. Yeah. Kwa hiyo kigezo kinachotumika hapo ni inaleta pesa. Kwa hiyo ni kigezo cha kiuchumi peke yake. Okay. Kwa hiyo chaguo hilo limefanyika kwa kuangalia kigezo kimoja. Uchumi peke yake. Nataka nikuulize, magonjwa ya figo yamekuwa ni mengi sana. Yeah. Na figo zinahitajika. Kwa nini tusiizinishe biashara ya figo? Kwa sababu italeta pesa nyingi sana. Tukaanza kuuza figo. Kama kigezo cha biashara ya kurasimishwa, kwa sababu ina hela nyingi. Yeah. Kwa nini hilo hatuzungumzi pia? Tunataka tuzungumzie bangi. Labda kunaweza kuwa na sababu figo inatoka kwenye kiungo cha binadamu. Labda nijaribu kueleza. Yeah. Kidogo. Nafuatilia sana swala la bangi. Ili tuzungumze mijadala ya bangi, tunapaswa tujue kwanza bangi ni nini. Okay. Ndani ya bangi kuna nini? Hiko kilichopo ndani ya bangi kinaathiri sehemu gani ya mwili? Okay. Kinaathiri vipi? Na matokeo yake yatakuwa yapi? Huo kwanza ni mtazamo kwanza. Sawa. Lakini mtazamo wa pili tuangalie. Tunaweza tukaiuza tukapata pesa. Sawa. Hapo tumeangalia kiuchumi. Yeah. Je, kijamii na madhara gani? Bado hatujaangalia kijamii. Sawa. Lakini tofauti na kuangalia kijamii, bado hatujaitazama bangi kiafya ina madhara gani. Okay. Kwa hiyo tuangalie kiuchumi, tuangalie kijamii, tuangalie kiafya. Haya maeneo matatu kwa uchache tunaweza tukaweka kwenye mzani. Sawa. Lakini kwanza kabla ya hayo, hiyo mitazamo tuijue tunaongea kitu gani. Very sure. Na nataka nikurejeshe. Siongei ninayafikiri mimi kichwani kwa sababu naichukia bangi. Hapana. Naongea kama mtu anaifuatilia bangi. Ndio. Na imani wasikilizaji wananisikia na watazamaji wananitazama. Kuna kitabu kimoja kinaitwa Drug and Society. Yeah. Hiko kitabu kimetungwa nchini Marekani. Najua nyinyi vijana tukizungumza Ulaya kule tutaenda vizuri sana. Ndio mengi mnayachukua kule. Kabisa. Kwa na mimi nataka tuende tukakutanie huko. Tukuzungumzie ya huko. Sawa. Kile kitabu kina jumla ya kurasa 588. Okay.
Lakini kile kitabu katika ukurasa wa 384 mpaka 411 ndio kimeichambua bangi vizuri sana. Okay. Kimeanza na historia, kimekuja kuzungumza hamasa iliyofikiwa, nani alilima nchi hiyo, sitaki niitaje hapa, ili usikaje, iliweka sheria zipi za kuamua kuilima, iliweka sheria zipi za kuamua kuilinda ili isivuje matumizi mengine nje. Lakini baadaye iligundua matatizo ni yapi. Okay. Na iliweka sheria zipi za kukataza na ilianza kukataza harakati hizo za ueneaji wa bangi. Yes. Mwaka gani? Okay. Mijadala mingi ilikuwa mwaka 1930. Sawa. Lakini mwaka 1938 mijadala ilikuwa mikali sana ya kupinga matumizi ya bangi. Okay. Nazungumza Marekani. Na kitabu hicho kiliandikwa na wabobezi wa madawa, Glenn R. Hanson, Peter J. Benchal na Annette E. Fleckstein. Hao ni wahadhiri wa vyuo vikuu vya Marekani, chuo kikuu cha Utah pamoja na kimoja kiko Indiana. Okay. Waliandika kile kitabu na ni kitabu toleo la 9. Kwa hiyo waliandika series ya vitabu wakichambua haya madawa kutoka toleo la kwanza mpaka toleo la 9. Sasa mimi nazungumza na wewe toleo la 9 limezungumza nini? Na hao wenye kutaka ufanyike uhamasishaji bangi ilimwe, watanisikia na mimi nawashukuru, kwa sababu wasingesema hivyo mimi msingeniita hapa kutaka kuja kuni challenge. Kabisa. Wao ndo wamepelekea mkaniita hapa. Mimi nimesafiri, mimi natoka Monduli. Okay. Nimesafiri mpaka hapa kwa sababu ya challenge ambayo na wajibika sasa nije nieleze. Ndani ya kitabu hicho, ondoka sura namba 13 imezungumza bangi. Twende sura namba 2. Inaanzia ukurasa wa 55 mpaka ukurasa wa 56. Pale wanazungumza vipengele ambavyo vimesababisha nchi kubwa sana duniani, kiuchumi inaongoza, kiteknolojia inaongoza. Nchi ile ianze mijadala ya kuzuia bangi. Okay. Sababu ni zipi? Ukienda ukurasa wa 55 kuna kipengele namba 8 kimezungumza tena, wamesema bangi italeta madhara makubwa sana katika jamii, hasa vijana wakijihusisha kwenye bangi, matokeo yake taifa linasambaratika kabisa. Kwa hiyo katika kitabu hicho, nenda ukurasa huo niliosema hapo, ukurasa wa 55 sura ya 2, nenda kipengele cha 8, 9 na 10. Viko wazi kabisa, vimefungua mijadala ya kupinga bangi situmiki. Lakini mwanzoni nchi hizo zote zimelima bangi. Okay. Na nilikuwa nasikia mtu mmoja anazungumza, anasema tutunge sheria, tutaweka sheria kudhibiti. Lakini nataka nikwambie tu, kuna sheria iliyotungwa, sheria ya mwaka 1914. Ilikuwa sheria inahamasisha bangi ilimwe. Okay. Lakini kuna Marijuana Act ya mwaka 1938. Ni sheria iliyotungwa katika nchi hiyo. Sasa nizungumzie hapa sheria ya kudhibiti bangi. Kuna Harrison Act, sheria Harrison, nayo ilitungwa baada ya sheria ile ya mwaka 1919, naendelea kuweka kwenye mafumbo ya nchi si bemani karopo hapa. Zote zilikuwa zinadhibiti bangi. Lakini tukashuhudia sheria ya mwaka 1906, 1922, 1923, 1938. Okay. Zote zilitungwa kudhibiti bangi. Ilivuja, hizo sheria zilishindwa kumudu, na baadaye nchi ikaingia kwenye uhamasishaji. Na wanateknolojia, wafamasia wakaanza kufanya tafiti mbalimbali, na wakaanza kuendesha kampeni za kupinga bangi, uenezaji wa bangi katika nchi hiyo nchi moja hiyo. Nimezungumza hiyo nchi moja, usijazungumza nchi zingine. Yes. Kwa hiyo swala la sheria lilijaribiwa na wenzetu wakafeli. Sasa kwa sababu hatusomi, hatuoni kwamba tunafikiri tunachotaka kufanya sisi leo ndio tunaanza.
lakini tunashindwa kujua kwamba kuna wenzetu walishajaribu wakashindwa. Swala la bangi halifai kabisa liungwe mkono. Okay. Ni kurejeshe pia mna simu. Ni vijana wa kisasa mna simu nzuri tu. Unaingia kwa Google, Facebook, kila siku. Ndio. Nenda kaangalie ka Google https://drugandsociety.jbpub.com. Okay. Nitakuandikia vizuri, utaangalia. Yeah. Nenda ingia hapo, tafuta iko kitabu, nenda kakisome. Utaona madhara yake ya bangi yako namna gani. Na watu walifanya lipi na lipi na wakashindwa. Lakini pia nataka nikupe kazi nyingine. Yeah. Kwa sababu wewe ni kijana pia. Nazungumza nawe kama kijana. Sawa. Kazi nyingine, ukaangalie nchi 10 zenye kuongoza katika uvutaji bangi bara la Afrika. Nchi ambazo ziko salama ni hizi 3 tu katika nchi 10. Moja hiyo tayari imeshapata harufu kidogo, harufu imekutapika. Kwa hiyo zimebaki nchi ambazo ni salama ni hizi mbili katika nchi 10. Sasa unaweza kufikiri kwa nini? Lakini pia ni kurejeshe kule Asia. Yeah. Bangi ilikuwa inaitwa hashishi. Na msingi wa jina hashishi ni bwana mmoja anaitwa Hassan bin Sabah. Hashishi Hassan bin Sabah. Yeye alikuwa kiongozi wa magaidi, alikuwa anachukua vijana ili waende wakafanya ugaidi, analazimika wabadilishe akili. Kwa hiyo alikuwa anawavutisha bangi alafu anawatuma wakafanye matukio hata ambaye sio ya kawaida watayafanya. Sasa kama hilo lilifanyika katika nchi hizo na tumeshuhudia, tunapotaka kuachia watu walime wavute, nchi haitatawalika. Kwa hiyo mimi rai yangu ninaitoa ni tuangalie maeneo yote, tuangalie madhara ya bangi kiafya, tuangalie madhara ya bangi hata hiyo kiuchumi. Tutahamasisha vitendo vya ujambazi, vitakuwa ni vikubwa sana kiasi kwamba hata biashara yako kufanya utakuwa na wasiwasi. Japo wewe unasema bangi itasaidia kuleta fedha, lakini italeta maisha ya wasiwasi hapo kwenye uchumi. Hiyo sababu nimesema. Kwa hiyo tuangalie afya uchumi, lakini tuangalie na eneo la kijamii inaleta madhara gani. Sawa. Mimi nadhani nimalizie tu katika hiyo hoja yako. Kuna uhitaji wa mazao mengi sana. Nikwambie tu kipindi Ukraine imeanza vita na Russia. Yeah. Kulikuwa na mtikisiko wa mafuta. Sasa nikajiuliza, kumbe hata mafuta duniani yanahitajika kwa kiwango hichi. Kwa nini tusiseme sisi tuwe superpower wa kusupply alizeti, mafuta ya alizeti? Tukasupply mafuta ya alizeti Afrika nzima na duniani tukasupply, badala ya kutazama bangi ambayo ina madhara. Nadhani nimekushibisha. Yeah. Nadhani pia si mimi tu, hata watazamaji wetu ambao tutazama nyakati hizi wameshiba kweli kweli, maana kumekuwa na mfumuko wa mada mbalimbali juu ya swala zima la bangi, watu wengi wakitoa maoni yao kwamba bangi imekuwa kizungumzo ina fedha nyingi, kwa sababu wengine huenda tufahamu fedha zake nyingi kiasi gani, lakini watu wanazungumza namna hiyo. Kwa hiyo wengine huwa wanahamasika kuunga mkono moja, lakini kupitia kile ambacho amekizungumza, elimu ambayo umeitoa, nadhani bila shida wala shaka watu wamepata pia elimu kubwa sana juu ya hiki ambacho anakijadili.